Yes. Karibu Bar Sports. Klabu ya Simba, yani wekundu wa Msimbazi, imecheza mechi na Al Hilal Omdurman. Na matokeo yalikuwa ni 2-1 na watu walioingia kambani siku hiyo ilikuwa ni Jonathan Soa pamoja na Jean Charles Ahoua. Na pia tukumbuke kwamba huu ni kocha mpya ambaye kaja Simba na hii ni kama mechi yake ya kwanza ili ya kuweza kuiona timu yake ambayo kaipokea ni timu ya aina gani na je ni vitu gani ambavyo anaweza kaviongeza katika timu ili aweze kuwa na timu bora. Na pia kupitia hii mechi imemfanya yeye aweze kufahamu kwamba ana aina gani ya wachezaji na anaenda kukinua kikosi gani. So Ima, mambo vipi? Fresh kabisa mzee. So tumepata taarifa japokuwa Simba wenyewe hii mechi wameifanya ya ndani kwa ndani. Indoor. Haikuwa mechi ya kuionyesha wala haikuonyeshwa katika television yoyote, ilikuwa ni mechi ya kimazoezi tu ya kirafiki. Lakini sasa tukumbuke kitu kimoja. Huyu ni kocha mpya ambaye amekuja wa Simba. Sawa kabisa. Na hii inakuwa ni mechi yake ya kwanza ambayo kaona kikosi na ameweza kushuhudia wachezaji wake na kujua je kama wanaweza kuwa sawa katika kikosi chake na kama wanaweza kuperform hapo mbele. So tukimzungulia huyu Pantev, kocha mpya wa Simba, kutoka kule alipotoka kwenye ile timu yake, unajua Simba walipomtoa ndugu yangu. Sawa kabisa. Mpaka hapa aliponaisi atakuwa ni kocha sahihi wa Simba kumwangalia baada ya Fadu Davis. Mimi nafikiri kwamba atakuwa ni sahihi kwa sababu gani? Unajua ukiangalia Simba wenyewe amekuwa na mfumo wa kushambulia. Ndio maana hata kocha naye anakuja na 4-3-3. Itimisi kwamba ni mtu ambaye anapenda sana mashambulizi. Ndio maana hata mbele peka watu watatu. Sasa ukiangalia pia na mfumo wa Simba ni mfumo ambao wenyewe wanapenda sana kucheza mpira wa pasi. So ukiangalia hata hiyo falsafa position football, ukiangalia hata nini falsafa ya kocha mpya wa Simba au ni kocha ambaye anapenda kucheza mpira wa pasi. Sana anapenda sana yani eneo la shambulizi pale leo na watu wengi pale eneo la mbele pale. Ndio maana anacheza 4-3-3. Kwa mimi kwa maoni yangu ukiangalia kwa kocha mpya wa Simba ni kama Simba amekwenda kutibu tatizo lao kwa sababu kocha aliyepita halikuwa sio mbaya sana ila halikuwa hawapi kitu ambacho Simba wanakitaka. Lakini kwa kupitia CV yao kocha mpya tumeona kwamba uongozi wa Simba umeamua kutatua tatizo ambalo wanalo. Sasa ndo maoni yangu. So unaamini atakuwa ni maana tukumbuke Fadu Davis akati anaondoka hakufukuzwa Fadu Davis kisha Simba mahali pazuri imefika hadi finali ya CAF Confederation. So unahisi atakuwa ndo tunasemaje mtu ambaye kwa chaguo sahihi la anakuja kuziba replacement ya Fadu Davis. Ukiangalia kwa sababu nafikiri kwamba ukiangalia aina ya uchezaji wa kocha formation yake inataka kufanana na Fadu Davis. Ndio maana nasema kwamba hivi Simba hawakumfukuza Fadu Davis ila kuna baadhi tu ya teams ambazo kati ya Simba na Fadu Davis zilipishana. Lakini ndio maana Simba wenyewe wakaamua kuingia sokoni kutafuta mtu ambaye angalau anaweza kaja aka replacement wa Fadu Davis. Tofauti na kutafuta kocha ambaye halikuwa ni kocha wa Simba akafanya vibaya akafukuzwa, lakini huu kocha hakufukuzwa. Itimisi kwamba Simba wenyewe walifanya evaluation ni nani ambaye anaweza akaja akafit kuwa kocha kwa mbadala wa kocha wa Fadu Davis. So kwa mimi ninavyosema hapa leo kwamba nina imani na kocha mpya kwa sababu ni kocha ambaye atakwenda kuziba nafasi ya Fadu Davis. Ukiangalia hata takwimu zake huko alipokuepo hakuwa kocha mbaya. Ndio maana Simba ikawa rahisi kumpa mkataba ali kufundisha klabu yao. Hivi unahisi wakati Fadu Davis anaondoka ilikuwa ni kitu sahihi kuacha katika mfumo ule? Unajua kila kocha yupo kwa ajili ya kutengeneza fedha bro. Ushanifahamu Na reason ya Fadu Davis kuondoka Simba ni kama mbili hivi. Reason ya kwanza viongozi kuna vitu ambavyo Fadu Davis alikuwa anavitaka pale Simba viwepo, lakini sasa uongozi hawajampatia kwa wakati. Umeona sasa kukaa kama vile kuna mgogoro wa ndani management kwamba kati ya kocha na viongozi wa Simba. Ndio maana Fadu Davis pia vile akawa amekiwa offer na unajua amekiwa offer tangia msimu uliopita Fadu Davis. Unasema ila sasa kupitia sasa hii changamoto ambayo ipo hapa Simba hapa ni sasa nitumie kama trick ya kufanyaje ya kuachana na Simba. Lakini Fadu Davis mwenyewe alikuwa kama endapo Simba angetimiza matakwa yake angebaki Msimbazi. Ni kweli. Mimi naona pia ndio maana hata mwenyewe alisema kabisa mimi nahisi ni maslahi pia aliweka. Maslahi cha kwanza kabisa ni himasa. Unajua kila binadamu anafanya kazi kwa kutumia mshahara mkubwa. Unanifahamu? Ndio maana nakwambia hivi kichomfanya Fadu Davis kuondoka ni kati ya teams kati ya Simba na Fadu Davis. Sababu gani?
Terms maana kwamba nini? Maana mshahara. Unajua mshahara uko ndani ya terms ya mkataba. Ushaona? Yes. Kwa endapo katokea timu yote ambayo imewekea mshahara mkubwa, kocha yote ule wa klabu yote lazima tu ataondoka, kwa sababu kocha yupo hapo kwa ajili ya kutengeneza kipato na kusaidia vile career yake ikue. Ukiangalia ligi ya South Africa ligi ambayo kidogo imekuwa kubwa, sio hivyo? Yeah. Kwamba akimove kwenda kule ni rahisi hata vilabu vingine kumuona kupitia South Africa. Yes. Okay. So this time Pantev kaachiwa kikosi na tumeona katika hii mechi yake ya kwanza na kaanza vizuri. Unajue Al Hilal Omdurman sio timu kubwa sana, timu kubwa sana. Japokuwa Ibenge kashatoka huko, lakini ni timu moja ambayo yani kihistoria ni timu kubwa sana, kwa sababu ni timu ambayo ilishaye kwenda kuchukua kombe kwenye ligi nyingine katikati ya msimu. Kwa sio timu ya kawaida. Walinyimia kwamba ukiweka kwenye rekodi ya kombe, lakini kiuhalisia wao ndio waliongoza hiyo ligi. Kisheria za CAF hakupaswa kwenda kuchukua, ilikuwa Mauritania ni kitu kama hicho, yes, ligi ya Mauritania, yes. Na timu ambayo ilikuwa inasumbua, na timu ambayo miaka mingi sana kutana na Robi Bekarakoif, Simba na Yanga lazima zinakuwa zinasumbua sana Simba na Yanga miaka yote. Wanasema na yes. Kwa kocha huu kutoka 2-1 na hii klabu, so ni kipimo sahihi kabisa unakiona. Kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza ni kocha mpya. Ndio maana akaamua kuichukua hii mechi isionyeshwe, ili mwenyewe ajaribu kufanya assessment yake mwenyewe kwamba wapi ambapo kuna mapungufu arekebishe kwa wakati. Huku pia upande wa pili tunatetesi bwana. Kocha ambaye ilikuwa ni kocha ambaye anakiona kikosi cha Madagascar. Yes. Ameanza kuwika Jangwani. Yes, ukiangalia Yanga sasa hivi wapo kwenye season kwamba wanataka mwalimu mbadala wa kocha Flows. Hiyo nipe kwa kifupi tu. Kwa kifupi, yes. Ukiangalia huko kocha Madagascar huu inaweza ikawa ni chaguo sahihi kwa Yanga. Kwa sababu gani? Unajua, kwa sababu ni kocha ambaye kwanza anapenda possession, anapenda kumiliki mpira. Vile vile ukiangalia hata kwamba ni kocha ambaye watu hawakuwa akimzania kama anaweza kuchukua CHAN. Yaani katika timu ambazo zilikuwa hazipo kwenye fikra za mtu wote ambaye anapenda mpira, shikilia mpira wote, Madagascar ilikuwa sio timu ambaye kwenda kushiriki finali. Yes. Lakini nasikia kirekodi, ukifuatilia rekodi yao walikuwa wanaonekana kama wanafanya improvement kwenye haya mashindano. Katika kila msimu ambao walikuwa wakishiriki CHAN walikuwa wanasogea mpaka hii ya mwisho imetokea wamefika hadi finali kabisa. Na ndio maana kocha watu wamempa big up macho kidogo, muangalie kwamba one yes huyu jamaa na kiuhalisia na hisi Yanga wameona wamefanya kitu kizuri sana kumwangalia yule. Kwa sababu ukipata sana unajue wenyewe wanasema hata ligi yao sio maarufu Afrika wala haina ile morale. Hata mwenyewe ukifikiria ukiachana na CHAN ushaisikia wapi timu yao yoyote ambayo inatoka ndani imeenda labda imeshiriki Confederation au hata kama ikishiriki itashika huko chini tu awali. Lakini ule kocha katokea kule na still ameweza kuvusha hii timu yake kufika hadi finali. Kwamba ametoka kama mshindi wa pili katika hiyo CHAN. So nahisi ni kocha ambaye atawasaidia. Kama watamchagua huyo itakuwa ni kitu kizuri. Na sio kumchagua tu, tunatakiwa pia wawe na uvumilivu. Unajua kocha mpya anapokuja huwezi kupata matokeo hapo kwa hapo. Lazima kuna season ya uvumilivu anatakiwa awe nayo. Sasa kisha uvumilivu utakuwa nafunza kocha kila msimu. Huyo kocha ni mzuri, lakini anaweza akaja ambao tunategemea yeye ndivyo sivyo. Kwa hiyo natakiwa kwanza akija kocha mpya wa Madagascar tumpe muda. Hata mechi 5 kwanza tumwangalie. So tu anakuja tunaweza kumcompare na Kenya Mondi. Wajua tunakaribia dirisha dogo. Yes, naona hivyo. Sasa ukisema tena makocha hivyo kila siku mechi 5 tena. Unajua kuna kocha ameweza kuvumilia. Unajua kuna kama unaona kabisa timu ina progress yote inafanya. Kama mpira mzuri. Sasa huyo kocha alipita huo ni progress akila pale results. Sema hizi timu mbili inabidi ziwe makini sana. Wakiendekeza mambo ya kuondoa makocha watajikuta msimu mzima wanabadilisha makocha. Mfano msimu uliopita Yanga alibadilisha makocha watatu I think. Kutoka Gamondi kuja Said Ramovic mpaka ule Melody something like that. Yes. Alikuja kumalizana nao msimu makocha watatu au tofauti. So nahisi sio kitu kizuri sana. Sio kizuri sana. Ndio maana kwamba sababu kila kocha akija anakuja na falsafa mpya. Umeona kama huyu jamaa ambacho kinasemekana itakuja kumuondoa ni falsafa tu. Ndio itakayokuja kuharibu. So kwa unaona Simba itatusua msimu huu. Unaonaje kwanza? Unaona kwa msimu unajua kocha matatu, pila tatu linapigwa. Unajua kwa msimu huu Simba kwanza alivyo na swaga mzee. Wanakuambiaje? Unajua Simba wapo kwenye wakati ambao wanataka kwamba yani kufikia ile machozi ya zamani. Ndio maana
wanataka wafanye kila means kwamba ni mashabiki asipitie mambo ambayo kapitia msimu uliopita. Ndio maana kwenye kila kitu Simba wanachofanya wanafanya kwa tazadi kubwa sana kwa sababu Simba msimu imepewa kila kitu na mdhamini wao. Yes. Kwa hiyo ndio maana Simba kitu tunafanya Simba wanataka kufanya kwamba hivi yani angalau kidogo tupunguze ile maumivu ya msimu uliopita kutoka msimu mzima bila kombe lolote. Mimi sidhani kama wanataka wapunguze, wanataka kuondoa kabisa. Kuondoa kabisa Na mimi ninavyoona, sio kama wanawapendelea, ninavyoona kwa rhythm yao ambao wanaanza nayo wanavyoenda, I believe msimu huu wanaweza kufanya kitu kidogo. Hata kama sio kwenye ligi basi kwenye michuano yoyote hizo CRDB au nini, kuna sehemu watafika na watafika kabisa, watafika. Okay. Sisi yetu ni hayo. Tuambie hapo chini kuhusiana na Bwana Pantev, kocha mpya wa Simba. Unahisi ni chaguo sahihi ama Simba waendelee kuangalia machaguo mengine, au unahisi atachukua muda gani akishaingia katika hiyo timu yao? So till next time, usisahau ku comment na kusubscribe hapo chini. Bye bye.